Hello, naitwa Ilam kutoka CryptoPanueli Academy, kifupi CPA. Tunakukaribisha sana siku ya leo katika harakati zako za kujipatia chakula cha ubongo. CPA, we know that you are starving for blockchain technology knowledge. We got you. Unachopaswa kufanya ni kubonyeza kitufe cha subscribe kwa chini hapo, na ni muhimu pia kubonyeza kitufe cha notification ili tutorial mpya itakapotoka uwe notified kwenye simu yako au kompyuta. Alright. Tutorial ya leo inahusiana na kitu kinachoitwa NFT au non-fungible token. Kama una glasi ya juice kwa pembeni, piga fundo kisha tuende sambamba, kwa kuwa kama upo katika tasnia ya michezo, sanaa na burudani na tasnia inahusiana na hivyo, this is for you. Au kwa mtu yeyote mdau ambaye yupo interested na tasnia hizi, nahitaji ufocus kwa kuwa unaweza kupata fursa nyingi sana za kiuchumi. NFT ni kifupisho cha non-fungible token au ishara isiyoweza kufutwa. Hii ni aina ya mali ya kidijitali ambayo inawakilisha kitu cha kipekee na kisichoweza kubadilishwa na kitu kingine cha aina yake. Sifa za NFT. Kwanza, NFT au ishara zisizoweza kufutwa zina sifa kadhaa muhimu ambazo zinazifanya kuwa za kipekee na zenye thamani katika ulimwengu wa kidijitali. Hapa kuna sifa kuu za NFTs. Kwanza ni pekee. Kila NFT ni ya kipekee na haifanani na NFT nyingine. Hii inamaanisha kwamba kila NFT ina utambulisho wake wa kipekee na seti ya data inayohusiana nayo. Upekee huu unahakikisha kwamba kila NFT inawakilisha kitu cha kipekee na cha thamani, lakini pia ni umiliki ama ownership. NFT inathibitisha umiliki wa kitu cha kidijitali. Mmiliki wa NFT anakuwa na hati ya kumiliki na kudhibiti kitu hicho, kama vile sanaa, muziki au kipande cha ardhi katika michezo ya mtandaoni. Lakini sifa ya tatu ni kwamba haibadiliki. Taarifa za NFT zimehifadhiwa kwenye blockchain, ambayo ni teknolojia inayotumia mfumo wa madini. Hii inafanya kuwa vigumu kubadili au kufuta taarifa za NFT bila idhini ya mmiliki. Sifa ya nne ni kuwa inaweza kudhibitishwa. Kutokana na taarifa zilizohifadhiwa kwenye blockchain, ni rahisi kudhibitisha umiliki na uhalisi wa NFT. Hii inasaidia kupunguza hatari ya kugushi na ulaghai. Lakini tano ni inayoweza kubadilishwa ama interoperability. NFTs zinaweza kuhamishwa kati ya majukwaa na mifumo tofauti. Hii inamaanisha kwamba unaweza kununua NFT kwenye jukwaa moja na kuhamisha kwenye jukwaa lingine bila matatizo. Lakini sifa ya sita, inaweza kugawanywa ama divisibility. Ingawa kila NFT ni ya kipekee, inawezekana kugawanywa umiliki wa NFT moja katika sehemu ndogo. Hii inafanya iwezekane kwa watu wengi kumiliki sehemu ya NFT moja. Lakini sifa ya saba, inayoweza kutengenezwa. NFTs zinaweza kutengenezwa kwa kutumia program ambayo inaruhusu kutengeneza utendaji na vipengele vya ziada. Hii inafanya NFTs kuwa na uwezo mkubwa wa ubunifu na matumizi. Sifa hizi za NFTs zinafanya kuwa na thamani kubwa katika ulimwengu wa kidijitali na zinafungua fursa nyingi kwa wasanii, waundaji na watumiaji. NFTs au tokens zisizoweza kufutwa ni mali za kidijitali za kipekee ambazo zinawakilisha umiliki wa kitu fulani. Kitu hicho kinaweza kuwa chochote, kutoka sanaa za kidijitali hadi muziki, video, vitu vya michezo na hata tweets kwenye posti za social media au posti za social media kiujumla. Sasa tuangalie ni jinsi gani NFTs zinavyofanya kazi katika blockchain. Kwanza, hatua ya kwanza ni uumbaji. Muundaji huunda NFT kwa kutumia teknolojia ya blockchain. Blockchain ni mfumo wa kidijitali unaorekodi taarifa kwa njia salama na ya kudumu. Lakini hatua ya pili baada ya hapo ni utambulisho wa kipekee. Kila NFT ina utambulisho wa kipekee ambao unaitofautisha na NFTs nyingine. Utambulisho huu unahifadhiwa kwenye blockchain na huwezi kubadilishwa. Tatu ni umiliki. NFT inathibitisha umiliki wa kitu cha kidijitali. Mmiliki wa NFT ana haki ya kumiliki na kudhibiti kitu hicho. 4 ni uuzaji na ununuzi. Baada ya kumiliki, umeshakiunda na umekuwa na utambulisho wa kipekee, kinachofuata ni uuzaji na ununuzi. NFTs zinaweza kuuzwa na kununuliwa kwenye masoko ya mtandaoni. 5 ni uhamishaji. Umiliki wa NFT unaweza kuhamishwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine baada ya uuzaji na ununuzi. Sasa tuangalie matumizi ya NFTs. NFTs zina matumizi mengi katika ulimwengu wa kidijitali.
Hapa kuna baadhi ya matumizi maarufu ya NFTs ama non fungible tokens. Mosi ni sanaa za kidijitali. NFTs zimewapa wasanii njia mpya ya kuuza na kumiliki kazi zao za sanaa. Kila NFT inawakilisha kazi ya sanaa ya pekee na inathibitisha umiliki wa mmiliki. Lakini tumizi la pili ni katika muziki. Wanamuziki wanaweza kutumia NFTs kuuza album, nyimbo au hata tiketi za matamasha. Hii inawapa wasanii udhibiti zaidi juu ya kazi zao na jinsi zinavyouzwa, na lengo kuu ni kumwondoa mtu wakati. Lakini tumizi la tatu ni katika michezo. NFTs zinaweza kutumika kuwakilisha vitu vya ndani ya mchezo kama vile silaha, ngozi, wahusika na kadhalika. Hii inawapa wachezaji umiliki wa vitu vyao na inaweza kuunda uchumi mpya ndani ya michezo. Tumizi la nne ni mikusanyiko. NFTs zinaweza kutumika kuwakilisha vitu vya mkusanyiko kama vile kadi za michezo au picha. Hii inafanya iwe rahisi kwa watu kukusanya na kuuza vitu vya kidijitali. Lakini tumizi la tano ni uthibitisho wa hati. NFTs zinaweza kutumika kuthibitisha umiliki wa hati muhimu kama vile vyeti vya kuzaliwa, vyeti vya ndoa au hata hati za ardhi. Hii inaweza kusaidia kupunguza ulaghai na kuongeza usalama. Tumizi la sita ni tiketi. NFTs zinaweza kutumia kama tiketi za matukio kama vile matamasha, michezo au maonyesho. Hii inaweza kusaidia kuzuia kugushi na kuwezesha usambazaji wa tiketi. Tumizi lingine ni metaverse. NFTs zina jukumu muhimu katika ulimwengu wa metaverse ambapo zinaweza kutumika kuwakilisha ardhi, majengo au hata avatar. Hii inaunda uchumi mpya ndani ya metaverse. Lakini tumizi nyingine ni majina ya kikoa ama domain name. NFTs zinaweza kutumika kuwakilisha majina ya kikoa ambayo inaweza kuwa na thamani kubwa. Hii inafanya iwe rahisi kununua na kuuza majina ya kikoa ama domain name. Tumizi nyingine ni memes. Hata memes maarufu kwenye mtandao sasa zinauzwa kama NFTs. Hii inawapa waundaji wa memes fursa ya kupata mapato kutokana na kazi zao. Lakini tumizi la 10 ni vitambulisho vya kidijitali. NFTs zinaweza kutumika kama vitambulisho vya kidijitali ambavyo vinaweza kutumika kudhibitisha utambulisho wako kwenye mtandao. Hii inaweza kuwa na manufaa kwa usalama na faragha. Sasa baada ya kuona matumizi hayo ya NFTs, sasa tuangalie ni dApps zipi ama decentralized applications zipi ambazo zinatoa huduma ya NFTs. Decentralized applications ni programs zinazotumia teknolojia ya blockchain. Decentralized applications za NFTs zinawezesha watumiaji kuunda, kununua, kuuza na kuhifadhi NFTs. Kuna aina nyingi za decentralized applications za NFT, ikiwa ni pamoja na decentralized application ambazo zinahusika na masoko ya NFTs. Hizi ni dApps ambazo zinawezesha watumiaji kununua na kuuza NFTs. Mfano ni pamoja na OpenSea, Rarible na SuperRare. Lakini dApps zingine ni ambazo zinahusiana na majukwaa ya uumbaji wa NFTs. Hizi ni dApps ambazo zinawezesha watumiaji kuunda NFTs. Mfano ni pamoja na Mintable na Cargo. Lakini kuna decentralized applications zingine ambazo zenyewe zinahusiana na michezo ya NFT. Hizi ni dApps ambazo zinakuwezesha wewe mtumiaji kucheza michezo ambayo inatumia NFTs. Mfano ni pamoja na Axie Infinity na CryptoKitties. Lakini majukwaa mengine ni yale ambayo yanahusika na usimamizi wa NFTs. Hizi ni dApps ambazo zinawezesha watumiaji kudhibiti NFTs zao. Mfano ni pamoja na MetaMask na Engine Wallet. Sasa baada ya kuona hiyo, basi tujikite katika kuangalia faida za NFTs. Moja ni uhakika wa umiliki. NFTs zinatoa ushahidi usio na shaka wa umiliki wa kitu cha kidijitali. Kila NFT ina utambulisho pekee na taarifa zake zimehifadhiwa kwenye blockchain, ambayo inafanya kuwa vigumu kugushi au kuiba. Lakini faida ya pili ni urahisi wa uuzaji na ununuzi. NFTs zinaweza kuuzwa na kununuliwa kwenye masoko ya mtandaoni kwa urahisi. Hii inafanya iwe rahisi kwa wasanii na waundaji kufikia wateja na kupata mapato kutokana na kazi zao. Faida ya tatu ni fursa kwa wasanii na waundaji. NFTs zinawapa wasanii na waundaji fursa ya kumiliki na kudhibiti kazi zao. Wanaweza kuuza kazi zao moja kwa moja kwa wateja na kupata mapato bila kuhitaji mtu wakati. Lakini faida ya nne ni ubunifu wa upekee. NFTs zinaweza kutumika kuwakilisha vitu vya kipekee na vya ubunifu kama vile sanaa, muziki, video na hata
tweets kwenye mtandao wa X. Hii inafanya iwezekane kwa watu kumiliki vitu vya kipekee na vya thamani. Faida ya 5 ni ushirikishwaji wa jamii. NFTs zinaweza kutumika kuunda jamii ya karibu na mradi au kazi fulani. Wamiliki wa NFTs wanaweza kushirikiana, kujadili na hata kushiriki katika maamuzi yanayohusu mradi. Tuangalie faida nyingine ni uwekezaji. NFTs zinaweza kuwa fursa nzuri ya uwekezaji. Thamani ya NFT inaweza kuongezeka kwa muda na kuwafanya wamiliki kupata faida kubwa. Tuangalie faida ya 7 ni uthibitisho wa uhalisi. NFTs zinaweza kutumika kuthibitisha uhalisi wa bidhaa au vitu vya mkusanyiko. Hii inasaidia kupunguza ulaghai na kuwalinda wanunuzi. Faida ya mwisho sio kwa kuitaja, ni matumizi mengine mbalimbali. NFTs zinaweza kutumika katika sekta mbalimbali kama vile sanaa, muziki, michezo, filamu na hata mali isiyohamishika. Hii inafanya NFTs kuwa na uwezo mkubwa wa kubadilisha jinsi tunavyomiliki na kuingiliana na vitu vya kidijitali. Hizi ni baadhi tu ya faida za NFTs. Teknolojia hii ina uwezo mkubwa wa kuleta mabadiliko chanya katika ulimwengu wa kidijitali na kuwapa watu fursa mpya ya kumiliki, kuuza na kuwekeza katika mali za kidijitali. Sasa tuangalie upande mwingine wa hasara ambazo zinaweza kujitokeza katika NFTs. Moja ni tete la thamani. Thamani ya NFT inaweza kubadilika sana kama ilivyo kwa mali nyingine yoyote. Bei ya NFT inaweza kupanda au kushuka kwa kasi na kuwafanya wawekezaji kupata faida kubwa au hasara kubwa. Lakini pili, hasara nyingine ni ulaghai na kugushi. Kuna hatari kubwa ya kugushi na ulaghai katika soko la NFTs. Wadanganyifu wanaweza kuunda NFTs bandia na kuziuza kwa watu wasio na tahadhari. Hasara nyingine ni athari za kimazingira Uundaji wa NFTs unahitaji nishati nyingi ambayo inaweza kuwa na athari mbaya kwa mazingira. Hii ni kutokana na mchakato wa madini unaotumika kudhibitisha shughuli za blockchain. Hasara ya 4 ni ukosefu wa udhibiti. Soko la NFT halina udhibiti mkubwa ambayo inaweza kuwafanya wawekezaji kuwa hatarini. Lakini pia uelewa mdogo. Teknolojia ya NFT bado ni mpya na haijafahamika sana kwa watu wengi. Hii inaweza kuwafanya watu kuwa na ugumu wa kuelewa jinsi NFT zinafanya kazi na jinsi ya kuzitumia. Lakini hasara nyingine ni gharama kubwa. Kununua au kuuza NFT kunaweza kuwa ghali, hasa wakati mtandao una shughuli nyingi. Hasara nyingine ni ukosefu wa thamani halisi. Baadhi ya NFTs hazina thamani halisi zaidi ya umiliki wa kidijitali. Lakini hasara nyingine ni urafiki mdogo. Watu wengi hawajui kuhusu NFTs na hawaelewi jinsi zinavyofanya kazi. Hii inaweza kufanya iwe vigumu kuuza au kununua NFT. Lakini hasara nyingine ni hatari ya kupoteza ufunguo. Ikiwa utapoteza ufunguo wako wa kibinafsi, huwezi tena kufikia NFT yako. Hii inamaanisha kwamba unaweza kupoteza NFT yako milele. Hasara nyingine ni bubble ya soko. Kuna wasiwasi kwamba soko la NFT linaweza kuwa bubble ambayo itapasuka hivi karibuni. Ikiwa hii itatokea, watu wengi wanaweza kupoteza fedha zao. NFTs ni teknolojia yenye uwezo mkubwa wa kubadilisha jinsi tunavyomiliki na kuingiliana na vitu vya kidijitali. Hata hivyo, ni muhimu kuelewa faida na hasara zake kabla ya kuwekeza au kushiriki katika soko la NFT. Don't forget to click the subscribe and notification buttons ili uweze kupata mwendelezo wa elimu ya blockchain technology. See you on the next one. CPA.